Nitakuzibia kibao. Aya. Samahani baba, ninajua unakwenda kwenye mihangaiko yako, lakini nakuomba unisikilize. Mimi mama wa watoto 4. Baba yao alinitelekeza na wanangu wamelala njaa. Baba, kama una chochote nisaidie, nikawapikia hata uji, wanangu watakufa. Pole sana mama yangu. Haya ni mambo tu ya kawaida kwenye maisha ya wanadamu. Wewe unakaa sehemu gani? Naishi hapo chini tu. Sawa, mimi kiukweli kwa sababu niko safarini siko vizuri sana. Lakini kilichokuwepo nadhani naweza kusaidia angalau maji ya kunywa. Usimpe hela, acha. Wewe. Mbona kama umekosa adabu? Wewe unanijua mimi? Au unaijua pesa yangu? Au unajua maana ya kitu pesa wewe? Wewe dogo. Nesi kama hujafunzwa kwenu, si ndio Kwanza unapata wapi ujasiri wa kuona watu wazima wanaongea alafu katia maneno yako? Yaani siku nyingine na kukata makofi paka biti hatibu wewe. Kama utampa hiyo pesa, utapata matatizo makubwa sana na atakufanya ujute kwa nini ulimpa hiyo pesa. Hivyo unatokea wapi? Kuwa na huruma. Leo nimepata mtu wa kunisaidia mimi. Leo natia mgomo, ndio maana yake nini? Sio vizuri. Hivi nikuulize mtoto, ingelikuwa kama mimi ni mama yako, nimepata msaada, ungemtilia mguu? Hauna huruma. Watoto wangu wamelala njaa. Leo mimi nimepata mtu wa kunisaidia, wewe unanitilia mgomo. Hebu kuwa na huruma, nione kama ni mimi mama yako. Sio vizuri unavyonifanyia. Baba, nisaidie, usimsikilize mtoto. Wewe dogo, yaani umenitia hasira sana, ujui tu. Yaani kabisa mama watu analia mtu mzima kama huyo ambaye anakuzaa na mzaa hata mama yako pia anamaga machozi kwa sababu yako, si ndio? Wewe jiangalie sana. Potea kwanza hapo. Potea.
Ukipandacho ndicho utakachokivuna. Mimi naondoka. Usijali mamangu, vijana hao wamekosa malezi. Unajua tena mwana mwenyewe anasema watoto 2000 ndio mitihani yenyewe hiyo. Sasa kwa kuwa mimi umenikuta niko safarini, siko vizuri sana mfukoni kwangu, lakini mimi nadhani hii itakusaidia angalau maji ya kunywa. Asante. Usijali mama, sawa? Kuwa na amani, jisikie huru. Siku nyingine tukikutana, basi usiache kuniambia, tutasaidiana hivyo hivyo. Sawa. Haya basi, ubaki na siku njema. Asante. Asante. Karibu sana mama. Jana nimepika muda, alishafanya kote. Msame mamangu. Karibu. Asante sana mwanangu. Nimepita nyumba zaidi ya 4. Hakuna aliyonigaia chakula. Lakini we Mungu akubariki. Shukrani mama. Yaani chakula kikiwa kipo kinahitaji kuliwa. Kwa hiyo usiwe na wasiwasi mamangu, siku kwa una shida, una njaa mamangu. Karibu sana. Jisikie huru. Siku nyingine nakupikia wali, biriani. Karibu mama. Ngoja kuchukulia maji ya kunywa. Sawa. Wewe mtoto, hivi una akili? Mbona mwaga chakula? Unajua nakitolea wapi? Unajua nimekipata vipi? Nasema na wewe. Hivi una akili? Umetumwa? Au ni jini wewe? Alafu umetokea wapi? Naitwa Faisali. Baba yangu anaitwa Wanjiboi. Mimi ni mtoto nilizaliwa kwa ajili ya kuja kuwasaidia watu. Na kama mama angekula hichi chakula, ungepata matatizo makubwa sana. Huyo ana njaa. Ni muongo. Hivi wewe mtoto aina gani? Unajua mimi nimepita nyumba ngapi? Yaani wewe mtoto, mimi unanitaka nini wewe? Nisikilize. Hichi chakula wewe mwenyewe ukijui mwenyewe alikokipata. Leo mimi nishapata riziki unakuja kukimwaga. Wewe. Yaani hata sijui nikufikirie vipi. Lakini sawa. Nisamehe mimi mama, nisamehe. Nisamehe sana mamangu. Mimi mtoto wala simjui. Lakini usija chakula kimo ndani chengine, kimo. Ngoja ngakuchukulie sawa mama. Basi, yaani nimekinai. Basi kwa kuhusu chakula. Sijui mtoto kama jirani yako au mwanao kwa alivyonifanyia. Bora basi. Hapana mamangu, hapana mama. Mama mimi usharizika sasa? Yaani mtu mzima ameshindwa kula kwa sababu yako wewe. Umerizika? Na kuuliza umerizika? Alafu una tabia ndani wewe. Au ndio ulipofunzwa kwenu?
Wazazi wako walivyokufunza? Yaani natamani nikukamate nikupiga kibao. Toka! Usilolijua ni sawa na usiku wa giza. Kama yule mama angekula chakula, usingekuwa unaongea hivi. Mke wangu, imekuwaje? Nini kimetokea? Pasco, ana shida gani mke wangu? Kaka, mimi sielewi chochote. Nimemkuta shemeji akiwa kwenye hali hii. Nimegonga sana mlango. Nilitegemea utakuwa ndani. Nilivyogundua haupo, ndo maana nimechukua jukumu la kukupigia simu ili uweze kufika kwa wakati tumsaidie shemeji. Mke wangu, una nini? Basi zungumza basi nipate kutambua mke wangu, unajua nakusaidiaje? Sasa ndio nini hivi? Mke wangu hawezi kuwa hivi bwana. Mimi siwezi. Hii haiwezekani. Ni mke wangu, nimetoka ukiwa mzima, tumeongea vizuri, sasa nimekuaje? Niambie chochote basi nipate kujua mimi nakusaidiaje ukiwa kimya hivi. Usiniambie kwamba huwezi kuongea bwana. Hii haiwezekani. Pasco, tafadhali bwana usinifiche. Niambie basi ndugu yangu. Kaka, sijui, ndio maana nimekupigia simu. Ukiwa hivi mimi nazidi kunichanganya akili yangu. Mimi nachanganyikiwa sasa. Sasa mimi nakusaidiaje ukiwa hivyo? Mke wangu tafadhali. Nimetoka mbali kwa sababu yako wewe. Nimeacha kazi, nimeacha kila kitu, nimekuja kufuata wewe kwa sababu nimeambiwa unauma. Tafadhali ongea. Ongea hata neno moja nipate kuelewa nini kimekukuta mke wangu. Hebu jaribu kuzungumza basi. Ongea basi. Hebu ongea. Ongea mke wangu. Dada samani, ningeomba safari uliokuwa unaenda ungegairisha, kwa sababu unaenda huku ukiwa na tabasamu, utarudi huku ukiwa unalia. We mtoto, hivi una akili kweli? Wewe ni Yesu, unawezaje kujua mimi naenda wapi? Au ni ndugu yake naishi? Hebu nitolee ujinga wako hapa, usinipotezee muda wangu. Halafu huu ni usiku, muda umeenda sana. Mtoto mdogo kama wewe unazurura sasa hivi, unatafuta nini? Hebu toka hapa. Umenisaliti. Unaweza kuniambia nikukosea nini hadi unanifanyia hivi? Kumbuka uliniahidi unanipenda na utakuja kunisaliti, lakini leo hii unanifanyia hivi kweli? Nani amekupa ruhusa kuja kwangu bila taarifa? Ina maana kukwambia nakupenda ndio unaamua kujichukulia maamuzi ya kuja kwangu bila ruhusa yangu, si ndio? Umepafanya chooni hapa. Unakuja tu kifarafara au vipi? Sikia. Naomba uondoke kabla sijauchakaza huo uso wako. Alafu umemwona huyu? Huyu ndo mwanamke ambaye mimi nampenda na sio wewe. Wewe ulikuwa bei ya jioni tu. Nikutumie kama kiburudisho changu. Kipenzi changu akiwa mwezini, sawa? Ondoka. Nipige ndago hata kama ukiniua, lakini mimi bado nakupenda. Ina maana kumbe ulikuwa ukinichukulia kama sehemu ya kutupia takataka, si ndio? Kwa nini usiniambie babangu? Kwa nini usiseme?
Unajua ahadi zako zilinifanya kuamini kuwa nimepata mwanaume sahihi, mwanaume wa maisha yangu. Labda kuna namna ujue Ndago, sisi wanawake tunapenda kuamini katika ahadi, na tukiahidiwa tunaamini kabisa. Kwa hiyo ahadi zako bado zipo ndani wa moyo wangu na zitaendelea kuwepo. Tafadhali, mimi nipo tayari kukusamehe. Najua nimekosea kuja kwako bila taarifa. Samahani. Ili usiniambie mimi sio mwanamke wa ndoto zako. Nakupenda Ndago. Nisikilize. Yaani wewe kama bado unaamini katika ahadi, endelea kuamini kitu ambacho hamna. Yaani sitafikiria mimi kuwa na wewe. Ondoka! Toka! Sawa, nenda. Ukifika huko ndo utajua mimi ni ndugu yake na Yesu ama ni Yesu. Mama, huyu mtoto yeye ni nani? Na anatokea wapi? Yule mtoto hapa ni mgeni, na inavyoonekana yule mtoto ni hatari sana, na alivyojitambulisha sasa ni mtoto wa Mwanjiboy. Mtoto wa Mwanjiboy? Mtoto wa Mwanjiboy? Kwa hiyo unataka kuniambia Mwanjiboy ana mtoto wa kiume ambaye anataka kurithi nguvu za babake? Sawa mama. Inaonekana hili jambo ni zito sana. Sasa nisikilize mama. Inabidi tuite kikao haraka sana. Tuje tudadili hili jambo, maana ni zito. Ikiwezekana tumuue kabisa ili asituharibie mipango yetu. Sawa. Mimi naondoka. Hiyo ni nini? Bebe, si hela au? Yaani unanipa mimi 5,000. Mimi sina shida 5,000, na shida ni 10,000. Ndio niliyokuomba. Sophie, yaani mpaka kuipata hii mamangu, basi ni baraka tosha. Uwezi amini, toka asubuhi mimi sijakula, sijatia chochote mdomoni mwangu. Lakini nilipopata hii shilingi 5,000 nikasema ngoja nimpelekee mpenzi wangu kwa sababu mimi nampenda. Nimeacha kufanya chochote kile. Alafu sitoshe, kama ni shilingi 10,000 mimi nitapambana kile vyote nitapata hii shilingi 10,000. Kama sio jioni basi hata kesho asubuhi mimi nitakuletea mamangu, kuliko kutoa maneno machafu kama hayo. Kwa hiyo kumbe mimi nilikuwa mjinga kuvumilia wewe shida zako na madhaifu yako yote. Nimeacha watu wenye magari, watu wenye hela zao. Alafu ni wewe nimekuchukulia wewe tu kawaida, alafu nikuletea 5,000. 5,000 big G tu hii ndugu yangu. Wachukulia mimi kichwambi, si ndio? Wachukulia poa. Mimi nataka hela. Sina shida mazungumzo hapa, na shida na hela. Pole sana kakangu kabisa kwa changamoto aliyokukuta. Unajua tangu nizaliwe sijai kuona tatizo kama hili. Imeniumiza sana. Ila tunamsaidiaje hivi? Dada, kikweli mimi sielewi chochote. Mimi nahisi kuchanganyikiwa tu. Yaani nimewaza mpaka akili yangu imefika mwisho, lakini jibu sijapata lolote mpaka sasa.
kwa sababu ni kitu ambacho mimi kimenishangaza sana. Sijawahi kuona wala kusikia katika maisha yangu. Yaani ni jambo jipya kabisa kwangu yani. Kaka, hili swala si la kawaida. Maana haiwezekani unaenda kazini, unarudi unamkuta mkeo hana mimba pia ni zezeta. Hili swala si la kawaida. Kaka, huu ni uchawi. Na huu ni mkono wa mtu, sio bure. Nitabidi twende kwa mganga. Ndio. Tufanye hivyo. Sasa hata mimi inaniuma sana, ifi yangu ananiumiza sana. Sophie, hakuna mwanaume ambaye apende kumpendezesha mpenzi wake. Hakuna mwanaume ambaye anapenda mpenzi wake asipendeze. Yaani mimi mpaka kupambana kupata hiyo hela, basi ni jambo la kumshukuru Mungu. Nimepigana vya kutosha mpenzi wangu, lakini wewe kwa kweli unaona kama upumbavu. Kwa nini unanitolea maneno machafu kiasi hicho na kuniona mimi sina lolote, sina chochote katika hii dunia? Ina maana unataka kuniambia mimi kosa langu mimi kukupenda, si ndio? Kosa langu mimi kukujali na kukuthamini. Isitoshe mimi hata nikipambana hata nikipata kidogo kiasi gani na kufikiria wewe tu katika akili yangu. Sijifikirie mimi, sifikiri familia, sifikiri chochote. Lakini mwisho wa siku nikija kwako unanitolea maneno machafu na nyokea changamoto kibao. Kwa nini? Kwa nini wanawake mnatufanya si wanaume kama wapumbavu? Kwa nini mnatufanya mpaka tuonekane watu wa ajabu? Ni wanawake ndio mnatusababisha mpaka sasa hivi vijana tunakufa ovyo ovyo. Tazama sasa, nimekuletea pesa, nimeipatia shida, nimeipatia tabu, lakini mwisho wa siku unanitolea maneno ya kipumbavu, maneno machafu, unanyumiza. Asa sikia bro, itakapofika saa 12 jioni nahitaji hiyo hela tena ikiwa na 10,000 yake juu. Bila hivyo usinijue, ukiniona uone kama kituo cha polisi. Nadhani utakuwa umenielewa. Wewe umemchawe? Sasa hiyo cheki ya 5,000 chako ulichonipa kiko wapi? Yaani mihangaiko yako yote unakuja kuniletea kijela cha tumolete, si ndio? Nataka kujua wewe mwendawazimu. Muone. Sophie, inatosha sasa. Bwana nyamazia huko, mchai mkubwa yeye. Tena usinijue. Sophie mama yangu, Sophie. Hapana. Dada, naumia sana kumuona mke wangu yuko vile. Namhurumia sana mke wangu kwa sababu nampenda na namjali. Ila swala la waganga, mimi katika maisha yangu siamini katika waganga. Na sijawahi kufikiria wala sijawahi kuwaza. Mimi nakuomba, kama itakuwa kuna njia nyingine yoyote ambayo inaweza kumsaidia mke wangu niambie, lakini sio kuna kwa waganga. Yaani katika vitu ambavyo siwezi kuvifikiria mimi. Hapana dada. Kaka, unajua hii hali mimi inaniumiza sana. Isitoshe mimi pia sina uzoefu hivyo kama viko kuna uzoefu. Haijalishi una uzoefu au hauna. Itabidi tuende tu kwa mganga, sawa? Fikiria, tafakari, na ulizia mpaka jioni, na mimi pia nitaulizia. Itakapofika utaniambia. Sawa? Mimi naondoka.
Bro, samani bwana. Kwanza nikupe pole kwa kilichokukuta. Wewe unajijua maisha yako ni ya shida. Alafu nahangaika kumridhisha demu asiyejua thamani yako. Na ndio maana vijana wengi wanafika uzeeni wakiwa hawana kitu. Kwa sababu wanaanza majukumu wakiwa hawana kitu. Mfano, utafutaji wako ni wa shida. Kula kwako ni kwa shida. Kuvaa kwako ni kwa shida. Lakini unahangaika kuridhisha mademu. Bro, tafuta hela ili ujenge msingi wa maisha yako baadaye. Acha ujinga, shika hela. Mdogo wangu, ninavyokumbuka mimi tulikuwa wawili tu. Ama uliniona? Shika hela. Bila shaka umejua maana halisi ya neno ukipandacho ndicho utakachokivuna. Unamaanisha nini? Alafu wewe umejuaje kama mimi niko hapa? Ndio maana umekaa hapo unajinamia. Hayo yote ni matokeo ya dharau ulizonionyesha. Kama ungenisikiliza, usingekaa hapo leo na hujui nini cha kufanya. Wewe ndio sababu mkeo kuwa vile. Baada ya kumpa pesa ule mama. Nilikwambia, sio kila anaomba ana shida. Wengine ni mitego, na ndio maana umenasa. Sawa, mimi nimekuelewa. Cha kwanza basi naomba nitangulize samahani. Kama unaona kwamba nilikudharau. Lakini pia niliongea kwa sababu yule mama alikuwa na shida sana. Ningelijua labda wewe ni mtu aina hiyo nisingeweza kukukosea heshima. Basi mimi ninaomba moja kwako ndugu yangu. Mke wangu anateseka sana. Mke wangu anapitia wakati mgumu sana kwa sasa, na hata mimi pia. Ambaye mimi ndio natakiwa kuwa na nguvu ya kuweza kumsaidia mke wangu, lakini nimeshindwa kabisa. Kwa hiyo nakuomba, kwa sababu wewe una nguvu. Kwa sababu kama uliweza kujua kwamba endapo mimi nikimpa yule mama pesa, mke wangu anaweza kupata matatizo, basi na imani pia wewe unaweza kumsaidia mke wangu kwa hali yoyote ile. Nakuomba mdogo wangu, nisaidie. Nisaidie mke wangu apone. Mke wangu anateseka kweli yani. Kama ungetaka kunijua mimi ni nani, usingempa pesa yule mama. Hivyo basi, mimi sina cha kusaidia. Nenda kapambane na mzigo wako. Yaani katoto ndo kana kusumbua hapa kijijini kwetu. Yaani hata hujai kwenye mkono wangu. Yaani wewe, hebu jiangalie kwanza. Alafu mtu anakuambia katoto kananisumbua. Wewe una usumbufu gani hapo ulipo? Hasa basi. Hili jua kabla hajatua, naomba uondoke kwenu kwa baba yako. La sivyo, bado umeng'ang'ania hapa. Yaani hili jua likizama tu, hakikisha na kutoa roho yako. Muangalie kwanza. Yaani uko kwenu atarudi majina hayo mawili. Kifo au jina lako la kuzaliwa. Aha, sawa. Nilishakutana na watu wengi wenye jeuri na viburi kama nyinyi. Sasa basi, nenda kawape taarifa wenzako kwamba waache uchawi na waache kutesa watu. La sivyo, mimi ndo nitabadilisha majina yenu na mtaitwa marehemu. Naona haujai hata kwenye mkono wangu. Yaani hata kusogea tu hujai. Alafu watu wananiambia wanakuogopa. Unaogopa nini hapo ulipo? Hebu jiangalie hapo ulipo. Una nini cha kuogopewa? Yaani kama hujafundwa kwa wazazi wako mimi nitakufundisha. Wewe unaitwa sijui nani boy boy. Sasa mimi naitwa Jasmine. Kwa jina jingine sitaki shari. Umenielewa eh? Sasa kama sitaki shari uhame kwenye hichi kijiji.
la sivyo utajikuta mauti kwenu unazikwa. Baba yako atakuta majina mawili tu, kifo na jina lako la kuzaliwa, kwa sababu hujafundwa wala hujafundika wewe kwenu. Inaonyesha utanikoma mimi kama ulivyokoma zio la mama yako mzazi. Sasa ngoja nikuonyeshe. Vipi? Naonaje? Tamu. Naitwa Faisal. Baba yangu anaitwa Mwanjiboi. Na kama kifika jioni hujafanya nilichokwambia, nitakuja kuletea chakula cha usiku. Na kitakuwa kitamu zaidi ya hichi. Kwa hiyo shikamoo dada. Marahaba. Bila shaka jana usiku wako ulikuwa mzuri sana. Baada ya kumwona mpenzi wako yupo na mpenzi wake. Je, ulijisikiaje? We mtoto, cha kwanza unanichanganya. Jana nilipokutana na wewe uliniambia nisiende safari yangu. Uliniambia nikienda huko nitarudi nalia. Wewe ulijuaje? Au ulimuona ndago mpenzi wangu anaingiza mwanamke mwingine ndani? Kwa sababu nikikutazama, wewe ni mgeni kabisa kwenye macho yangu. Sasa naomba uniambie, wewe ni nani? Unajua binadamu wengi wanaumia kwa ajili ya dharau. Kama jana ungenisikiliza, asingekukuta leo kukuta. Lakini pia dadangu, sisi watoto ndo ambao tunadharaulika sana tukiwa tunaongea na wakubwa. Lakini kiuhalisia sisi ndo ambao tunatakiwa kusikilizwa kwa sababu tunaongea ukweli. Haya, umeona sasa? Lakini bado hujanijibu. Wewe ni nani? Au ni ndugu yake na Ndago? Usijali, utanifahamu mimi ni nani. Lakini siku nyingine ukikutana na mtu dadangu, msikilize, usimdharau. Baada ya hapo mmechukua maamuzi gani mama? Yaani mtoto mdogo kama yule anatamba pande zetu, tena ikibidi hata pande zake nazo anatamba. Wewe na mwenzio Jasmine miri mikubwa hiyo mama, mmeshindwa kufanya maamuzi kweli, mkakaua dakika moja tu kale katoto Vitu vingine hebu tumieni nguvu bana. Mmepewa nguvu za nini sasa kama mfanyi kazi? Tutakuja kulaumiana bana. Sasa tunafanyaje? Mmefanya uzembe wa hali ya juu sana mama. Haya, mimi hapa nilipofikia, nikitaka chochote napata, nikitaka mwanamke yote nampata, nikitaka chochote dukani napata. Haya, sasa hivi kaingilia yule ambaye anatupinga sisi. Unategemea mimi nitaonja wapi? Nitaweka wapi mama yangu? Niweke wapi? Haya, chini kwenye miti, juu. Hebu fanyeni maamuzi haraka tumuue bana. Hata mimi natamani kumuua kwa mikono yangu, kwa sababu ameniharibia mipango yangu. Hata na Jasmine amejaribu kumfuatilia. Baada ya kufika amepigwa kimbola cha kasi sana. Kwa hiyo mkuu, nakuomba tusaidie, nguvu zetu hazitoshi. Yaani mpaka hapo mama, mimi siwezi kuwaelewa nyoko. Mmefanya uzembe wa hali ya juu sana Mura. Haya, yule pale angekuwa ni wa kike, mimi ningemalizana naye mapema. Naenda pale na ichapa, alafu ndo namalizana naye. Sasa huyo ni wa kiume, ni mali yenu nyinyi. Wewe na Jasmine miri mikubwa kama Konde Boy. Yao bombo kila. Unashindwa kufanya kweli kitu kidogo kama kile. Mnanichanganya bana. Siwezi sasa hivi mimi kufanya hiyo kazi nyoko. Ikiwezekana nyinyi ndio mlifanya hilo swala limalizike. Kana Jasmine, zungumzeni, mimi niletee majibu sahihi. Tutagombana nyoko. Kwenye hili mimi sitaki masiara. Vinginevyo ni wavue nguvu muende mkarime huko mama. Msinichanganye sasa hivi. Mizimu ya Kikuria ikipanda, nitaanza kutumia mapanga na shoka kwenye uchawi. Yaani kale katoto kadogo tu kweli, ukikararia tu kidogo hivi akiongezeka na Jasmine mnakaua mapema tu, afu nataka jua risizame muwe mmeshamuua nyoko. Sitaki
sitaki kusikia taarifa nyingine tofauti na kumuua. Wewe mtoto, umenisimamisha nini? Nimekusimamisha ili nikwambie, acha biashara kutegemea wanaume wenye hela. Aliyakuwa wenye hela una. Na hapo ulipo, unaenda kwa mwanaume anakuahidi kukupa pesa. Sasa nje usipite. Na kama utaenda kutumika bure, utapewa hata 100. Nenda kafanye kazi, usitegemee vya bure. Hivyo mtoto unanichukuliaje? Unanionaje yani? Wala kama ni shangazi yako au bibi yako. Kwanza hapo unanipoteza muda wangu. Nasikia, sogea hapo nipite. Nitakuzibia kibao. Wewe, mimi sipigi kifarafara kama hivyo. Na siku nyingine ukirudia, itakuumiza. Huu ni upumbavu. Tena ni ujinga kabisa. Shemeji yangu yuko wapi? Toka juzi dadangu yuko kwenye hali hii. Isitoshe hapo amepoteza mimba, bado imekuwa zezeta. Na yani analala, mimi simuelewi, analala na anaanza kupata usingizi. Hebu fikiria, amelala juzi, amelala jana, na leo hii napita nalala. Dadangu yuko kwenye hali hii. Hivi anachukuliaje huyo? Unajua mimi na uchungu, huyu ni damu yangu najua. Ameenda wapi? Alinipigia simu nije kumwangalia ili yeye aende kushughulikia swala la mganga. Nashindwa kuelewa kabisa. Mpaka sasa hivi hajarudi, ameenda kutafuta mganga, sio ameenda kutafuta mganga wapi? Haumi na wasiwasi anahusika kwenye hili huyu jamaa. Sasa nisikileni kwa makini nikwambieni. Iko sababu ya kufanya mimi yule dadangu apone. Natoka. Wewe niingize ndani, mimi natoka. Nikirudi nitajua nini nafanya. Alo. Angalia hapo chini ya meza hivi. Basi angalia chumbani. Hauioni? Jamani, nilikuwa nishafika mbali. Basi ngoja nije nikuchukulie. Aya. Jamani. Mungu. Kwa nini anase mtu ambaye mimi simtaki? Yaani hilo litukunyema linakuja na matunkunya hapo linanasa. Sasa hapo mimi nafanyaje sasa? Nitaka mimi kanase kale kembamba, tukifika nyumbani mimi mwembamba na kenye kembamba, show inakuwa kali. Sasa hivi linajitokeza hivi. Lakini sio mbaya, acha nikapige tu hivyo hivyo. Ila sio kilo safi. Amangana gasari kiro kumenobo ke maje pagifiri.
Alafu mkeo sio mbaya, tatizo ni finishing. Lakini sio finishing ile nyoko. Ila 1, 2, 3 tunaondoka. Acha nikaguse, achia twende kwao. Nikuchelewesha. Umenisubiri sana. Samahani. Nilikuwa kidogo na kazi nyumbani ndio maana nimechelewa. Ila siku nyingine nitawahi. Nije nikupe kwa wakati. Naamini utalifurahia penzi langu. Usijali mama. Muda uronipotezea utaenda kulipa tukifika ndani. Maana leo na usongo na nitakuchoma hautaamini mama. Sijali. Vipi tunaweza tukaondoka? Cha kufanya tusipoteze muda, twende ndani. Hii ni ndoto au ni nini? Hiyo sio ndoto. Ni ukweli. Alafu mama, juzi umekuta na yule mbaba, ukamwomba pesa na kisha ukaenda kwa mke wake ukamchukua mtoto wake tumboni na ukamweka uzezeta. Sasa leo nimekuja kukuonya. Achana na hiyo tabia haraka sana. La sivyo nitakuua. Lakini pia nimekuja kukupa taarifa. Nenda kaambie vigabule wenzako. Mwache maisha kutesa watu. La sivyo wote, nadhani umenielewa. Jasmine. Naam mkuu. Mama, mmenikosea sana nyoko. Hivi mnawezaje kunitoa nyumbani usiku kama huu na mnajua kabisa mkuu wenu hawezi kulala bila chochote? Yaani mimi sijawahi kulala bila kula, sijawahi kulala bila kula. Haya, hapa mmeniitia nini mama? Niliwaambia kwamba kama kazi ya uchawi nyinyi mnaiona ni ngumu kwenu, basi muiache, sio kila muda vikao, nitakiwa vitendo. Haya, hapa nimewakuta nyinyi, nitakiwa niwakute na yule mtoto. Au basi tuachane na hayo. Nimemwacha mchumba kule ghetto. Nimemwacha amelala peke yake, japo mchana nilimzidishia show kidogo. Nategemea nikitoka hapa nipitie chips, nimpelekee akale afu tuendelee na show ya usiku. Haya, mmeniita hapa, kuna tatizo gani? Mkuu, yule mtoto amekuwa changamoto kubwa sana, na ndio maana tumekuita hapa. Nguvu yetu sisi ni ndogo, tusipoangalia atatuua. Tunakuomba utupe nguvu au wewe ukapambane naye. Mkuu, kama nilivyokuambia, yule mtoto ni hatari sana. Usiku huu
alinijia akanikaba, bado kidogo haja kubwa nitoke. Ndio maana mkuu tukakuita utusaidie. Sawa, na kama hamumwezi, kwa nini mnaendelea kujihusisha na matatizo mbalimbali katika eneo hili? Unajua uchawi hamjapewa kwa ajili ya manufaa ya kuvunja miji ya watu, kuharibu maisha ya watu. Wabaya sana binadamu. Binadamu ukiwachekea na kuharibia maisha yako. Kama wewe bado mtoto laini, mashavu kama pilipili waya hizo, afu naoga. Mama, ni cheni kama Konde Boy. Hizi cheni za nini hizi nyinyi? Mnabeba vitu vizito. Naomba niwashauri kitu kimoja. Kama ni yule mtoto hamumwezi. Yaani ushaambiwa ni mtoto wa Mwanjiboi. Mwanjiboi ukifuatilia asili ya jina lake ni mtu ambaye aliwahi kuvuka vijiji 5 vyenye watemi ambao wanaroga usiku na mchana, na alivuka akafika mpaka sehemu anayoitaka. Leo hii nyinyi wawili tu kweli? Mimi ni mkuu. Kuhusu mimi mkuu hata msiwazi. Hakuna kinachoweza kunishinda chini ya jua. Lakini nyinyi naomba muache. Tena nikiangalia roho zenu zipo juu sana. Sijajua kama ataanza kufa huyu au wewe. Nguvu zao zenyewe ndogo. Yaani kumbe mdoto hajanijua. Na kama nilivyoahidi, sipoacha uchawi nitaangamiza. Jasmine nirudi mimi. Njoo tuzungumze kwanza. Mama, mimi naona hapa sielewi. Yaani hii kazi tusipoangalia tutakufa. Tena tatuua kwa sababu haiwezekani mkuu yeye alale kwake tu. Si atuachie matatizo kama haya hapa. Haiwezekani mkuu atuachie sie tu li jambo. Kwa sababu sisi anajua kwamba yule mtoto sisi hatumwezi. Yaani mimi nilijua kabisa yule ni mkuu wetu. Kumbe ni mtoto tunaongea naye. Unajua kama ana nguvu kubwa yule mtoto tusipoangalia atatuua mama. Sasa mimi natoa ushauri mmoja tu. Tutoke mguu wako, mguu wangu. Moja kwa moja mpaka kwa mkuu. Hilo ni jambo la msingi unalozungumza sasa hivi. Sasa hivi tunanyosha kwake, tunaenda kumfuata yeye tu. Hii kazi itatuua. Tuondoke. Mkuu! 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 Toka nje ndio tusaidie. Tumekwama. Wewe sisi tunahangaika huku. Wewe umelala tu ndani. Kweli jamani mkuu? Inawezekana kweli? Mkuu! Wewe tena na huku. Tumekwisha. Hivi kaka, imekuwa kuaje mpaka nimefika hapa? Maana mimi kumbukumbu zangu nilikuwa mimi hazinitumi kuja hapa.
Sikujui, haunijui. Sasa niko kuaje mpaka nimefika hapa? Nimelala kwako, maana mimi sielewi, unanichanganya. Hivi unajitambua kweli mama? Yaani wewe ndio unaniambia mimi ujaja kuuza sura? Unakumbuka mimi nimekutoa wapi? Na ulinikuta wapi? Ukaanza wewe mwenyewe kujishobokesha tu. Eti kaka, si nimekucherehesha, nilikuwa nimekumisi, twende ndani, si nikafanyaje? Alafu hapo tu unafika unaanza kuniambia ujui kama ulikuwa unakuja kwangu. Nisikiliza, afu ulikuwa kwenye target zangu, sawa? Mimi nilikuwa nimempromise mtu mwingine kabisa, nimempoint, alafu tu unakuja unajitokeza wewe. Lakini sio mbaya. Tumefanya wote, kama ni kufanya tumefanya wote. Haya, unacholalamika ni nini? Acha ujinga bana. Basi sawa, tuachane na yote hayo. Mimi sinijisobokisha kwako, haina shida. Umenitumia usiku kucha mpaka asubuhi. Mimi kwangu haijalishi. Ninachotaka kakaangu, jali kazi yangu. Nataka changu niondoke. Wewe. Hebu nisikilize nikwambie Nyoko. Hivyo unakumbuka kashikashi ambazo tumepitia humu ndani? Kama unavyonijua, mimi mwanamke nikimpromise nikamchukua, akifika humu ndani kwangu, lazima are ashibe, aoge, arare, sio afanye nini, alafu ndio show iendelee Nyoko. Alafu wewe unaanza kuniletea eti mambo ya kukulipa hela. Na kulipa pesa kwa kazi gani uliyofanya mama? Yaani usitaki kunirudisha ukuriani. Huko temamura. Mimi nimekuleta humu ndani tufanye jambo letu tu kwa sababu hata hivyo ni bahati mbaya. Hivyo wewe mimi niwakutaka wewe. Hapo at least tu na kitu kimoja ambacho kinanishawishi na chenyewe sikwambii. Alafu eti unakuja unaanza kusema nikupe hela. Nisikilize. Show tumepigana wote, kama ni kunilipa na wewe nilipe, maana nimetumia gharama nyingi, nimetumia nguvu, nimejikunja kama upinde sio ili nikuridhisha. Alafu unakuja unaanza kuniambia nikulipe hela. Sikiliza wewe, sawa? Alafu mimi sio hivyo. Mademu wananitaka wenyewe, handsome boy. Unaniona sura yenyewe imenawili. Eti kinakuja kinaanza kuniomba, wewe mwenyewe umenipenda. Hebu sikia sasa. Tusijaze watu. Naomba utoke. Lakini kaka, unitumie siku mzima na bado usilipe hela kweli? Hiyo haiwezekani. Mtoka afu wewe. Yaani mtu nimechakarika usiku mzima Nyoko. Eti unakuja unaanza kunidai hela. Hivyo na akili kweli wewe? Kwanza leo nataka kwanza nikakatafute kare kengine. Wewe shenzi kabisa huyu. Ala. Unaenda kwa mganga ili aweze kumsaidia mke wako, lakini huko unapoenda hautaweza kupata msaada zaidi, utamwongezea matatizo mke wako. Mke wangu anaumwa, nadhani wewe mwenyewe unalijua hilo. Mimi nikiwa kama mume siwezi kuona kabisa mke wangu anateseka kila siku, analia, anayayatika, si wa kula wala kulala, alafu mimi nikae tu nikubali. Nilikuomba msaidie mke wangu, ulikataa kata. Unadhani mimi nitafanyaje? Nenda kutafuta sehemu ambayo mke wangu anaweza kupata msaada. Mimi naumia kumuona mke wangu anateseka kama vile. Wewe ni binadamu gani ambaye usioelewa maana neno samahani? Inafikia hatua kwamba mnaanza kukutilia mashaka wewe. Labda ndio chanzo cha mke wangu kupata matatizo. Kwa sababu kwa mara ya kwanza ulikuja kuniambia maneno ambayo mimi siyoyajua. Sikujua unapotokea. Ukaja kuniambia vitu ambavyo vimemtokea mke wangu. Naanzaje kukuamini wewe? Lakini pamoja na yote nikasema labda ni malaika Mungu amemleta mbele yangu, anaamua kunionyesha nuru au kunionyesha mwanga. Wewe ni binadamu gani usioelewa maana neno samahani? Kwa hiyo mimi niache kumhangaikia mke wangu ili apone, au wewe ni furaha yako muone mke wangu anaendelea kuwa vile? Si ndio? Niambie basi. Ili mimi niendelee kukaa kimya ili ufurahi. Najua unaumia. Najua unatamani mke wako apone. Lakini huko unapokwenda hakuna msaada. Kwa sababu unapokwenda ni yako. Kijana, mkeo anaweza kupona,
lakini kwa masharti magumu sana. Sijui kama utayaweza. Mtaalamu, sidhani kama kuna kitu chochote ambacho kitanishinda kukifanya kwa ajili ya kumponesha mke wangu. Yaani kama ni ngamia, basi tayari nimeshalala kibla, bado kuchinjwa tu. Nipo tayari kufanya kila kitu. Tafadhali na kuomba niambie chochote, mimi nitafanya. Utaweza? Sasa basi, naomba niletee ng'ombe mweupe, hana hata doa hili moja, au amezaa watoto 3. Tukimpata huyo, mkeo anaweza kupona haraka sana, na kama ukimkosa, basi mke wako hatopona, atakufa. Nimekuelewa na nimekusikia, lakini ng'ombe mweupe, mimi naomba basi nibadilishe masharti. Sidhani kama nitaweza kumpata ng'ombe wa aina hiyo, na kwamba kama itakuwa kuna namna nyingine ya kufanya, basi tafadhali niambie. Kwa gharama yoyote ile nitafanya, lakini ng'ombe mweupe wa aina hiyo sidhani kama nitaweza kutoboa. Sidhani. Hakuna njia zaidi ya hiyo. Ukishindwa hapo, nenda katengeneza kaburi la mke wako. Muone? Sasa basi, rudi nyumbani. Mimi nitamsaidia mkeo na atapona. Kwa sababu yule anaenda kwake ni mwenzake na alimsababishia matatizo mke wako. Hata ukienda utaweza kupata msaada, kwa sababu wote ni chama kimoja. Rudi nyumbani. Umeona sasa dogo? Umeona? Yeye inaonekana kabisa wewe unaweza kumsaidia mke wangu tena kwa haraka sana. Fanya hivyo basi mdogo wangu. Na kama utafanya hivyo mdogo wangu, yaani mimi nakuahidi nitaanza kutangaza kila sehemu kwamba sisi sasa tumepata mkombozi. Tumepata mtoto mdogo ambaye ni mzuri, mwenye roho safi na nia nzuri sana, ambaye huyu amekuja kwa ajili ya kuja kutukomboa sisi mdogo wangu. Fanya hivyo na kuomba. Mimi nitakusikiliza kwa chochote ambacho utakuwa unaniambia wewe. Tafadhali. Yaani nipo chini ya miguu yako, na kama unataka mimi nikupigie goti mdogo wangu, nitakupigia goti, lakini fanya hivyo. Tafadhali na kuomba. Mimi nipo tayari kurudi nyumbani, lakini hakikisha unanisaidia, sawa? Haya, sawa. Nashukuru. Binti supu. Yaani ilikuwa ni ndoto ya mimi kukutana na wewe, alafu nikakutilie ndimu nikuwekee sukari ili nikule ukiwa wa moto. Yaani wewe ni wa kunizungusha kweli mpaka yani naenda kula vitu vichafu kweli. Lakini sio mbaya, hatujachelewa mama. Muda tunao, nafika ghetto, nafanya anachotaka. Limekuwa ni kama zari la mentari, yani zari la mentari limetokea wakati na njaa. Leo sikurii naenda kukula mwenyewe. Nitanunua karanga mbichi, nitakula miogo mibichi, nitakula karoti, nitachanganya viungo vyote ili mradi tu tukifika kule ninywe na maji mengi yashuke chini. Yashuke chini, alafu nikufanye ninachotaka. Tusipoteze muda, watu wakaanza kujajaa hapa, wewe mwenyewe mali safi. Yaani umenizungusha kwa muda mama. Yaani nikijipitisha huku haupo, nikipita huku haupo. Alafu wewe ni kuangalia umekamilika kabisa nyoko kwenye vile vitu vyangu vya T3. Yaani titi, tumbo kidogo na tako. Mix by Yas. Kwa wewe leo sikurii, twende. Teknolojia. Hii ni maajabu. Wewe. Yaani pale ungeniacha kidogo tu Mura, mimi ningeenda kuichapa. Tena na bahati, leo ningekulia karanga nikakufanya nachotaka. Sasa wewe, singeacha tu mimi nikaenda kupiga. Hafu nimegundua, yaani unajua tu taarifa zako ni nato baba. Nimepewa taarifa zako, lakini kina Jasmine naona ni wazembe. Wewe mtu wa kurariwa tu na Jasmine unakufa, afu wao wanakuogopa kivipi sasa? Sikiliza nikwambie wewe kitoto. Yaani usije ukarudia tena kukanyaga maeneo yangu. Waone hao kina Jasmine, lakini njia zangu hazipitiki Mura. Yaani nitakuja nikufanya kitu kibaya nyoko. Kama usipoondoka haya maeneo, uko unaniharibia mipango yangu.
nitakuua. Toka kabisa maeneo yangu, toka. Sikia, taarifa zako ninazo, na bila shaka taarifa zangu pia unazo, na niliwaambia vigogo wenzako waje kukupa taarifa, muache kazi ya uchawi, lakini bado mnaendelea. Sasa basi, fanyeni mnavyoweza, muache biashara ya uchawi, la sivyo sitaondoka hapa mpaka niwazike. Yesu! Nimekushika bega usiondoke na nyeti zako, lakini siku nyingine ondoka na nyeti zako pamoja na wewe wako. Kwa makini. Wewe? Nyeti. Ishi. Chenzi. Yaani nataka kuchukua viungo ambavyo vinafanya mimi kila muda naonekana handsome boy, eti kinachukua. Bombo krati mama sita tekera mojo. Binti, nadhani unanikumbuka vizuri sana. Labda nikuulize swali. Ulishawahi kuumizwa na mtu unayempenda na ukamkuta na mwanamke mwingine? Useme ukweli, ile siku niliumia sana na nililia sana. Lakini wewe kwa mleo ulikuwa unaenjoy tu na mpenzi wangu. Sasa nakuomba kitu kimoja. Nakuomba uniachie mpenzi wangu. Maana ameniahidi vitu vingi sana. Aliniahidi atanioa. Kwa hiyo tafadhali sana, niachie mpenzi wangu dada. Pole sana mwanamke mwenzangu kwa kuumia la kwanza. Alafu kingine, mimi mwanamume wako sikumuita, ila alikuja mwenyewe. Kama ulivyotongozwa wewe ndivyo nilipotongozwa mimi. Sijui unanielewa? Na paka ukiona paka mwanamume anaondoka kwako, ujue kuna vitu amevikosa, ndipo kaja kwangu akavipata. Kwa hiyo naomba ukae kwa kutulia, shoga yangu. Unatamba si ndio? Sikia nikwambia wewe binti, usitaki kujua upande wangu wa pili ni upi. Usitaki kuniona nina roho mbaya. Nimekwambia kistaarabu na wewe unataka kunielewa. Sasa utaona nitakachokufanyia. Unanitisha? Unanichekesha sana shoga yangu. Mimi mwanamume wako sikumuita, kaja mwenye kwa kelele chake. Na kingine, ukiona paka kaondoka kwake humrizishi. Alafu unaniona mimi? Unaniona? Mimi na wewe hatulingani. Mwenzako napendwa, najaliwa. Alafu kingine, nikifanya tu miamala inasoma shoga yangu. Sijui mwenzangu na wewe pauka. Hata mafuta redikea na isa je kukununulia shoga yangu. Na kaka kazi kunilia mapenzi. Kwanza umeona wapi mahusiano wa mwaka mzima pasipo ndoa? Hivi wewe pana mahusiano, pana mchezeano? Shoga utafubaa. Sofia, unaonekana una mawazo sana. Kitu gani kinakusumbua? Yaani sielewi hapa nilipi shoga yangu. Sielewi kabisa, nisi kuchanganyikiwa mwenzako. Uelewi nini? Wewe acha tu. Juzi tu nimetoka kwenye period. Halafu sasa hivi tena. Yaani leo zimetoka damu nyingi sana, ambazo sio hali ya kawaida eti. Mpaka hapa sielewi kabisa. Hii hali nayoiona sio ya kawaida. Yaani hapa sielewi. Yaani majanga matupu haya. Nilikuwa na pedo ndani zote nimezitumia. Alafu juzi nilikuwa naenda kwa bwana wangu. Yaani nilichopata yaani majanga matupu. Naomba kama una pedi moja au mbili, naomba unisaidie. Hii inawezekanaje? Kuingia period mara 2 kwa mwezi? Na ilishai kukutokea hali kabla? Hapana. Yaani ndio mara ya kwanza hii naiona hii hali. Ndio maana inanichanganya na nivuruga tu. Pole sana rafiki yangu kwa hiyo hali ambayo imekukuta. Maana hata mimi imenitisha sana. Lakini usijali. Ngoja tusubirie kufika kesho. Tuone hali itaendeleaje. Ikizidi kuwa mbaya, nitakupeleka zahanati.
ili tukajua tatizo ni nini. Lakini pole rafiki yangu. Na kuhusu pedi ninazo ndani. Twende nikakupatie. Asante. Ndugu yangu, nisamehe Mura, nimeponyoka tu haki ya Mungu. Mimi nilikuwa sichukui mchanga wako, lakini nimejikuta tu bahati mbaya nimechukua nyoka. Kwa hiyo nisamehe. Cha kufanya huo wa kwangu niwekee huko, alafu ule huo wa kwako nikuwekee kule. Tubadilishane. Au unasemaje nyoka? Sio vizuri kuchukuliana michanga nyoka. Basi cha kufanya, chukua wa kwako na mimi nipe wa kwangu. Au unasemaje? Hapana, usimechukua kwangu. Wewe unaenda nao, lakini na mimi nimechukua kwako. Na nakuhakikishia, afiki nyumbani utakuwa ushakufa. Nikwambie kitu Mura. Mimi nachekesha kama stoki kwenu nyoka. Lakini kama natoka kwenu, natia huruma kabisa baba. Alafu kitu kingine, wewe kwangu ni kama baba mdogo, ni kama kaka yangu nyoka. Yaani wewe umri ya upishani kabisa na baba yangu. Kwa hiyo nilikuwa naomba tu nikurudishie tu na wewe unipe tu mchanga wangu niondoke. Nisamee tu ndugu yangu. Au basi ngoja nifanye hivi. Popo. Nusu utupi, wewe si mkuu wa chai. Una nguvu sana. Tuoneshane mimi na yeye nani bwana. Nakupa nafasi ya kulala usiku wa leo tu. Ifikapo kesho, nataka unifuate na kuniambia kwamba umeacha uchawi. La sivyo, huu ndo utakao kuua. Ndugu yangu. Mambo ya kuuana tena nyoka. Mimi sio mchawi. Utaamua wewe. Yeye kesho uje kunifuata kuniambia umeacha uchawi au usije ili ufe. Na wewe ifikapo serious kweli nyoka. Kuna kanani. Vita ndo imeanza kuwa mbichi. Sasa chukua ya ukuriani changanya na yako. Hivi unajua kwamba mimi siwaelewi nyoka? Yaani katoto kale kanawatoa jasho kweli Jasmine, na siku zote nawaambia nyinyi yule mtoto mkimlalia tu anakufa. Haya mnakuja mnaniambia mimi mlikuwa na mimi kwenye kikao juzi. Kikao gani? Mimi usiku nilikuwa najipigia zangu show. Mtoto alikuwa kayakanyaga kama kawaida yangu. Yule nyoka akishatoka kwenye pango akiachama anahitaji kula, akisha kula anarudi pangoni. Alafu leo unakuja unaniambia mimi mlikuwa na mimi kwenye kikao. Kikao gani? Unajua mimi mkuu sikuelewi. Yaani sikuelewi kabisa. Wewe unajua kama ile mtoto sisi hatumuwezi. Lakini sisi tushakuja naye kwako. Leo wewe yani unatulazimisha kwa lazima. Au mko shirika moja? Shida yako akatumalize si? Tuonee huruma mkuu.
tuongezee nguvu tukapambane naye, pasipo na hivyo atatumaliza. Ni kweli mkuu, yaani sisi tunahangaika sana, yaani tunavyokimbizana na mama nguvu zote zimetuishia. Mama amelala ndani na wanawake, unategemea sisi tufanye nini? Wewe umetupa kazi ya kufanya, lakini wewe umelala na wanawake. Juzi tumekuja mpaka hapa, mtoto amesimama hapo hapo uliposimama wewe mlangoni kwako, mpaka tumekimbia tena. Hivi mkuu, nafikiri kazi ni ndogo? Nguvu zetu hamna tena. Mkuu, tusaidie. Tulia, mimi ndo najua nini cha kufanya kwenu ili mambo yote yaende sawa. Halafu Jasmine, nakushangaa sana, una vitu basi umeona, baki tu kidogo nikuongezee nguvu, uwe nguzo kwa mama Halafu kale katoto mnakaogopea nini? Kale katoto kwangu bado kadogo tu. Jana nimekapa neno moja tu nyoko, kakaanza kutematema mate kanalia. Halafu leo yetu mnania. Kwanza hata sasa hivi sijui kana hali gani. Takuwa labda nilikaua au mali nikafanyia kitu kimoja tu cha ajabu. Nikaona sui. Kasema ngoja nimwache. Halafu nyinyi kitu kidogo tu kimewashinda. Basi hebu tembea nione. Mkuu, mimi nitaondoka. Lakini haya mambo unayofanya kazi itakuwa haifanyiki. Una kibanda wewe. Mama, basi niseme hili limeisha nyoko. Cha kufanya tu na wewe nenda nyumbani, tutazungumza kesho. Kama ni nguvu inahitaji kuwaongezea kwa sababu mmeshindwa kufanya kazi nyoko. Mkuu, mimi naenda. Hili jambo lifanyie kazi. Haiwezekani mimi nihangaishwe na kile kitoto, wewe umelala. Sema mama, enzi za ujana na wewe ulikuwa na kitu. Au basi. Safi kabisa. Huyo namwona hapa ni kivuli, sio mkeo. Nafsi yake inatumikishwa na wachawi. Sasa ili aweze kupona ni lazima nirudishe nafsi yake. Mbona sikuelewi? Hii inawezekanaje? Ina maana unataka kuniambia kwamba siku zote mimi naishi na kivuli humu ndani? Basi sawa. Mimi nakuamini mdogo wangu. Yaani nakuamini, tena kuamini sana. Nakuomba tafadhali, fanya kila ambacho wewe unaweza ili mbadi kumponyesha mke wangu. Kiukweli kama unavyoona hiyo hali sio nzuri. Hali yake inatishia amani. Na kadri siku zinavyokwenda anazidi kuteseka. Nakuomba mdogo wangu, tafadhali msaidie mke wangu. Nakuomba sana. Sawa. Tuombe Mungu. Na imani atapona. Kazi yangu imeisha. Ila siku nyingine kuwa makini. Maana umepoteza mtoto kwa uzembe wako mwenyewe.